Unapendeza kweli. Ya, si unajua kuta wapenda nao wamekaa utajua tu. Yeah. Sio tunakumbuka hiyo. Bwana David. Vipi bwana? Tuko hapa mimi na shemeji yako hapa. Sawa. Tumejaribu kupoteza hii wiki. Maana leo si weekend, tunamalizia kwenye kuangalia series. Tuko na shemeji yako hapa. Tabii nimeona. Yeah. Shemeji yako anapenda series kama nini? Unaona imefika sasa kwenye mambo yako hapa unaopenda. Ya watu bwana wameadvance. Ndio nishafuatilia story yako. Wewe? Lakini sasa mimi sikuangaliaga mwanzoni, uje unisimulie siku moja bwana au leo usiku tunisimulie. Ngoja niangalie. Kaulete zawadi. Ukanunue pizza uje naye. Ndio kiingilio hicho cha kwenye store. Kwani mimi mmeo naisha kuleta zawadi hapa? Sikia siku jamani, kwanza mimi mwenyewe ukiniangalia tu nikiwa karibu yako kama hivi ni zawadi tosha. Bwana David. Yes. Kesho Jumatatu. Na kuna kitu muhimu sana nilikuwa nimesahau kukuambia. Nilijaribu kuongea na marafiki zangu kidogo kukuangalizia gap la kazi. Unajua uko ndani tu. Umekaa hauna kazi. Mshachafulia leo.
Naomba hela zangu zilizokuwemo mshemeji. Naomba hela zangu ulizozichukua hapa. Hela shemeji, hela za marejesho, naomba hela zangu. Maana kula haikutoshi mpaka uingie kwenye mikoba yako. Hey! Pesa shemeji, pesa. Hey! Shemeji. Naomba hela shemeji, naomba. Kabla sijafika mbali, nifanye marejesho, alafu nikirudi nitaendelea na wewe. Naomba kwanza hela niende kwenye marejesho. Pesa sio maneno. Unanipa wakati mzuri. Huyu sijui kama kuna pesa afu sielewi pesa gani. Shemeji, nikulishe, nikuvishe, nikulaze, TV uangalie, bili zote nilipe, bado usiridhike, umeshafika mpaka kwenye mikoba yangu. Utajua leo. Naomba hela. Lahabu. Thomas, unaona nilipokuruga kule? Lahabu. Mimi leo nimekuwa chizi. Pesa niziweke mwenyewe kwa mkono wangu, alafu nizikute hazipo. Zimetembea. Sasa naomba kitu. Pesa. Wewe. Pesa. Ninapokuwa naongea mimi naomba unyamaze. Naomba pesa shemeji. Lakini shemeji, naomba pesa, sio maneno, ni pesa. Naomba pesa. Kaka, mbona hizi kelele zote mizani? Naomba pesa zangu. Mume wangu, chumba kile nimekivuruga. Toka jana ninatafuta laki 4 zangu za marejesho. Zimefanyaje? Sizioni. Kwa siku hizi pesa huko ndani zina miguu, zinatembea zenyewe, zinaenda dukani zenyewe. Naomba utulivu, ni hela za marejesho. Nikiwa naongea nishasema wewe unakaa kimya. Ili tunataka kwa wanaume wawili ndani ya huu mji, si ndio? Shemeji. Dave. Wewe. David. Naongea. Dereva, naomba pesa. Naongea. Naomba basi nitolee hizo hela huko. Kama mimi ni kijana, naomba nitolee hizo hela. Usitaki kunipata kichwani mimi wewe. Hebu sogea. Napoongea utulie. Nitakuzaba bibao sasa hivi. Bora mnipige lakini hela ipatikane. Naomba. Nimeshasema hivi, nikiwa naongea mimi unyamaze wewe. Unataka kwanza nikupe adabu ndio ujue ninachoongea. Adabu yangu ni pesa. Wewe. Lakini marejesho. Lakini Angel. Niko bafuni huko mnapiga kelele. Nenda chumbani kwa David, nenda kalete vikorokoro vyake. Leta mabegi, kila kitu chake leta hapa. Sasa kimbia. Unawakia kwa mwanzo wa nani? Moto utawaka. Yaani utawavuruga huko. Laki 4 za marejesho ya chama. Sasa kama ni laki 4, hebu tulia. Nitakuja na laki 4 jioni nikitoka kazini. Sio jioni. Alafu masuala mengine tutaanza kuyaongelea. Angel, kimbia, fanya haraka. Hii sio biashara ya jioni, hii ni biashara ya sasa hivi. Lakini nisikilize. Hebu nisikilize. Utajua kama ni Masai au mimi ni nani. Asante sana. Hapo. Hapo sasa. Shida kuelewa. Tumefanya kazi na wewe na kufahamu. Sawa, lakini hauna tabia ya udukuzi, hauna wizi, hauna usengenyaji, hauna utombaji. Lahabu. Naongea nini?
Sasa leo hii ziko wapi? Dave, how can you be heartless? How can you be such a heartless man? See this. Thank you. After all I have done for you, this is what you can do. This is what you can pay me back. This is your repayment. Please, Shem. Sifahamu chochote Nafikiri hatuhitaji mjadala. Tumekubeba, tumekudekeza, umeshindwa kudekezeka, tumekulea, umeshindwa kuleleka. Inaonekana wewe kumbe wa Zanzibar hafugiki. Poteze muda wangu. mara ngapi rafiki yangu nimejaribu kukumbatia kama kupa anavyokumbatia. Sielewi chochote kaka. Nimejitahidi kupanua mbawa zangu. Hii hali yako maisha ya kawaida. Naona kama vile mtu nimejitoa mara ngapi David? Sielewi. Sielewi chochote. David nakuonea mimi. Mimi nakuonea. Hela zimetoka. Sasa zimetoka kwenye begi lako hili ile. Unataka kuniambia nani mwingine anaishi kwenye chumba cha wageni kama si wewe peke yako?
nimefungua geti, nimeshafungua kila kitu. Mtoto wako yuko pale anakusubiri, tembea na Yesu. David? David! Ndio. Safi, habari? Safi. Za siku. Mambo David? Safi, mambo. Safi. Za siku. Nzuri, nashukuru Mungu. Nani vile? Unikumbuki? Hapana, kwa kweli nimepoteza. Nilikuwa mchumba wake Jumbe. Okay, nimekupata. Jumbe nimemkumbuka. Sijui unaelekea wapi? Mimi naishi mtaa wa pili hapa. Nimetoka kwenye mihangaiko yangu. Kwa hiyo namwahi mtoto leo sikuwa naye. Mbona vipi? Upo katika hali hii? Dadangu, haya ni maisha tu. Si unajua? Kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Kwa hiyo ni hali ya kawaida tu. Nimetoka kwenye mihangaiko yangu. Sasa hivi namwahi mwanangu. Si unajua ni usiku si hivi. Kidogo hata nikajioshe mwili wangu, nipumzike. Kawaida tu. Basi sawa, siku hizi nipo huku, nimeolewa huku. Feti. Huyu anaitwa Devi. Alikuwa anafanya kazi ofisini kwa babake Jumbe. Yule Jumbe ulikuwa unanihadithia. Ndio. Mbona sasa amekuwa hivi? Dadangu, ni kawaida tu. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Kwa hiyo mimi nishazoea hii hali dadangu. Ndio maana nakwambia. Wewe nini kimempata? Haya. Kweli. Haya, bye. Haya, tuonana dadangu. Haya. David, utanashati wote, usafi wote, uzuri wote umekuwa hivyo.
Shikamoo. Marhaba. Nimeshazoea mzee wangu. Ndo hali ya maisha ninayoishi nayo kwa sasa. Nimeshaizoea. Bibi mwanao yuko wapi? Mwanangu yuko nyumbani naishi naye. Ana umri gani sasa? Baba, tuondoke mzee. Tunapokwenda nyumbani baba. Ana miaka 4 kwa sasa. Ni kabinti kamekuwa naishi nako. Sawa, umekuza. Naomba umpe akanunue zawadi yote. Au mnunulie zawadi yote. Tafadhali. Inatoka kwa babu yake. Asante sana. Nashukuru sana. Sawa David. Nashukuru sana. Haya bwana.
Jeni, njoo nikuagize kwanza. Yo. Sasa tumepeleza unga hapa, hatuwezi kuivisha. Mnenda pale kamwambie Fort, sawa? Mwambie akupe unga robo, alafu hela nyingine nitampelekea. Mwambie baba kaniagize, sawa? Haya, kimbia.
Kwa David.
nimewasikiliza vizuri na nimewaelewa sana mnachokizungumza. Ila napenda kuambia kwamba pesa zipo. Sawa. Na yeyote anaweza kupata mkopo pale anapostahili ama anapokidhi vigezo. Siku zote wanasema mali bila daftari huisha bila habari. Kwa hiyo siwezi kukubalia wewe kwa sababu tumesema nitoe pesa kinyume na mpangilio. Endapo zile pesa zitapotea, endapo zile pesa itaonekana hakuna mwafaka wote wa kuzirejesha na ikaonekana kampuni imeingia hasara, wewe unafikiri ni nani atakayeangaliwa? Macho yote yatageuka kwangu. Unajua hivi vitu vina utaratibu, vina kanuni na sheria zake. Kama umeambiwa ili uweze kupata mikopo lazima ukizi vigezo vya aina fulani, lazima tufuate vile vile. Mimi sitaki kupindisha sentensi hata moja. Sitaki kwenda against na sheria zilizopangwa. Hii ni ofisi. Ofisi inaongozwa na watu. Alafu watu ndo sisi. Na kama mimi nikifanya hivyo mnavyotaka nyinyi, alafu mwisho wa siku tukaja tusifikie maelewano mazuri, ikaonekana kampuni inaenda kuingia kwenye hasara au kuna upotevu wa pesa, hivi unafikiri kuna mtu yeyote atakayekubali kuja kuungana na mimi kwa ajili ya kuugulia maumivu kama nitaambiwa kurejesha pesa zitakazohitajika zile zitakazokuwa zimepotea? Hapana bwana David. Nakuomba utusikilize. Sisi hatuna maana nyingine tofauti na hii. Sisi tumekuja kama ndugu, tunajua ndugu yetu tutatuelewa, utatusaidia. Na endapo utatufanikishia swala hili, kuna fungu lako, amini. Kabisa na mimi. Msaidie. Ya, msaidie msaidie. Alafu nikiwatizama the way nafahamu na wajua vizuri, nyie ni madaktari, mna professional nzuri sana. Sidhani kama kwa elimu mlionayo mngekuwa mnang'ang'ania kufanya vitu ambavyo havina mbele wala nyuma. Najaribu kututusi sasa. Sikiliza, sio kwamba nawatukana. Najaribu kuambia ukweli. Kwa sababu hata ukizingatia serikali yetu tulionayo kwa sasa hivi, tupo katika serikali nyingine, uongozi mwingine na rais aliyoko ni mwingine. Na tunajua kabisa kwamba rais aliyoko anapiga vita na anapiga vikali kabisa swala zima la rushwa ama swala linalohusiana na rushwa. Endapo ukigundulika unatoa ama kupokea rushwa, wewe ni jibu, unapaswa kutumbuliwa. Yaani unatakiwa utumbuliwe. That's why mimi nataka nifanye hivyo, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakiwezekani. Mungu atumbele. Wewe unafikiri kuna problemu kwa stili gani tofauti na hivyo nilivyokuambia? Sawa. Kwa Mungu kutusaidia, si ndio? Sina maana kwamba sitaki kuwasaidia. Tayari ninavyoelekeza, ninavyoambia haya maelekezo yote na kwamba mtakao uanze sehemu fulani na kuishia sehemu fulani, tayari ni msaada. Unless otherwise mimi siwezi kuwasaidia chochote zaidi na hapo.
Simfahamu. Wewe Yeah, simfahamu. okay. Haya, sasa yule mama ndio mamake mzazi wa bwana Devi. Devi yupi? Umeshamsahau Devi mara hii? Bwana wewe umemsahau Devi mara hii? Devi huyu afisa mikopo ambaye tulikwenda kumtembelea ofisini kwake. Yeah, okay, nishakumbuka. Nishakumbuka. Sasa kumbuka, sasa huyu mama ana sindano za masaa. Sawa. Sasa kuna mchezo mmoja ambao unakwenda kufanya, kucheza, kumesha kwa ajili ya mwanae. Ujue sijakupata. Hiyo una maana gani? Sikiliza. Namtengenezea sindano ambayo itakwenda kumuondoa taratibu. Unasema? Hii ina maana kwamba tunamchoma sindano ya sumu itakuwa kwenda kumuozesha mwili mzima na hatimaye kukutana na kifo chake. Sawa? Na hii inamaanisha kwamba katika sumu ambayo tutamjaza itakwenda kumla taratibu. Sawa? Anakufa pole pole vile kama vile tunambanika. Umepata? Nakuomba uje nyumbani. Acha maswali mengi tafadhali, nakuomba uje nyumbani. Tafadhali. Hapana, nakuomba njoo basi nyumbani. Gifty.
Nipi? Mzigo wetu nani amekupa? Kasoma. Hapo. Haya. Nini? Ujumbe wa mgeni wenu. Yeye ameenda. Unahusu nini? Sasa izidishe kwa mwaka, alafu mara miaka 6 tuone itakuja ngapi. Kama tutamaliza tutaweza kujenga ndani ya mwezi mmoja. Mara tukifika huko tumekubaliana tumeka tu yote. Kama mnakuja kumalizia. Haya bwana. Mtoto anapenda. Sawa, lakini kabla tujaendelea mimi tumalizane na hiyo issue ya Angel kwanza. Issue gani tena Angel? Kwa sababu mimi na nyima concentrate ameleta nini? Ndio shindo kuta umeleta namba. Tutasoma baadaye. Shindo kuta hata namba ya simu. Wewe tumalizane nayo kwanza. Ngoja tuone. Kaandika nini huyo? Na mtoto wa wapi kwanza karatasi chafu hivi? Mimi soma kuna nini? Thomas Chandra, unaombwa ufike Bugando Hostel haraka iwezekanavyo. David yani hawa nao si mwandiko gani? Yani wamekosea kweli. David Mwamwinyi amegongwa gari na hali yake sio nzuri sana. Kwa ufupi, amepoteza maisha. Martin, umekosea sana. Umepata faida gani kwa yote uliyomfanyia Mr. Devi pamoja na familia yake? Ona sasa, umeshaua. Sijui ni nani anayefuatia kwa sasa. Ni kweli nimeua, lakini amini usiamini, mimi sijaua kwa kukusudia. Yaani sikuwa na intention ya kumuua. Yaani moyo wangu ulikuwa kwamba nimuumize, lakini sio kumuumiza kihivi. Niamini yani. Niamini, unanijua kama rafiki yako, unanijua kama nduguyo. Muda mrefu sana. Nisikilize. Anakuwa hapa kwa ajili ya kuaminiana. Na kusikiliza Martin. Upo hapa kwa ajili ya kunishauri. Upo kwa ajili ya msaada wangu. Hebu mtengeneze kiakili, mtengeneze psychologically. Wewe ndugu yangu unajua. Nimekuita kwa sababu moja. Angalia namna ambavyo unaweza kunisaidia. Sio hivyo ambavyo unanilaumu. Usio muda wa kulaumiana ndugu yangu. Okay. Sikulaumu Martin, nakwambia ukweli. Kwa sababu sisi tuna haki kuambiana ukweli. Pindi unapomwona mwenzi amekosea. Nisaidie kama unaweza kunisaidia. Lakini sio unilaumu hivyo unavyonilaumu. Please. Sikiliza. Sikufanya kwa kusudia. Niamini ambacho nakisema. Sikufanya kwa makusudi. Na kweli kabisa niamini, nitoka moyoni. Ukufanya kwa kusudia ila nisaidie kama unaweza kunisaidia. Naomba nifichie siri. Nisikilize Martin. Najua fika wewe ni rafiki yangu. Lakini inapaswa ubadilike. Maisha aende hivyo ambavyo nataka kuyapeleka. Maisha yanaenda na formula. Nafsi ya binadamu ikishatoweka ni vigumu sana kuirudisha Martin. Yesu alikuwa akifufua wafu. Tumsubiri hata akirudia. Sidhani kama atakuja kufanya haya ambayo tunafikiria kwa sasa. Niamini. Sikuplani kumuua wala nini.
niamini tukisema. Plani yangu ilikuwa ni kwamba nimpe mateso ya moyo. Imetokea kama ajali zingine, ni ajali. Niamini kabisa, naomba niamini yani. Nifanyaje sasa? Yeah. Kama uweze basi fiche tu sile. Okay. Okay. Martin, nipo tayari kukusaidia, lakini ufuate masharti yangu nitakwambia kwamba hautaweza kurudia tena hayo. Naona umeshindwa kunisaidia. Ina maana utaki msaada wangu? Ukikuwa na jiwe hili ungejisaidia tangia mapema. Sikia. Okay. Senko. Hana amekuwa mwepesi kabisa. Ngoja nafunge vizuri. Hapo sawa sasa. Yaani ukienda choloni hadi unakuwa mwepesi, unakonda kabisa. Tatizo unakula sana. Kula lazima kuoga yali. Yaani unafikiri Senko mume wangu. Wakati sisi tuko kwa bosi, tulikuwa tunakula mpaka tunasaza. Sasa hapo umeanza kunikumbusha. Unajua nakumbuka yale machapati mazito. Aha. Yaani yale machapati nalikuwa nikipika mimi. Hayo. Wewe choloni. Mwezi mzima. Sikiliza nakwambia. Wa mtu waliisha sema kwamba alikuwa ni shapa ni Robert Gonga. Akasema kwamba hivi, leo mtu anapuuza makombo yaliyosazwa, kesho mwenyewe huoza ni chakula cha mafunza. Bosi kweli amekufa. Lakini mke wangu, inawezekanaje aanze mama, aje mwanamke, mtoto, na hata bosi pia? Nahisi kuna kitu katikati kinaendelea. Kabisa. Kuna nini hapa kinaendelea? Haiwezi kuingia kabisa kuna akili. Yaani kabisa wamekufa hivi. Mama, mke, mtoto, bosi. Utafikiri ugonjwa wa ngoko. Alafu kinachonichanganya sasa, baada ya bosi kufa na familia yake pia kwa ujumla, kuna baadhi ya ndugu zake walimtenga. Na hata kabla ya kufa walishaanza kumtenga. Kabisa. Marafiki zake wote. Hata Thomas, na Thomas si unamkumbuka? Asa yule mwenye kipala yule daktari. Dokita. Sasa hivi simuoni. Sikumuona tena wakati mwanzo alikuwa anaingia na kutoka. Lakini sikumuona. Yaani ndio imeshangaza, hamu alikufa kwa mawazo. Mzunguruko wote itakuwa kuna watu wamesababisha. Lakini mke wangu, kama kuna kitu katikati kimejificha, ipo siku kitakuja kugundulika. Kabisa. Yaani hainiingia kilini hata kidogo. Itaingia siku moja. Unafikiri baby? Kwani kifo cha bosi hivi mke wangu kwanza wewe acha. Unajua wakati mwingine mtu kama kukufa inakuwa kama bahati kwa wengine. Unafikiri tungejioa? Senko. Yaani mke wangu, unajua muda mwingine mke wangu unanifurahisha kwa sababu waga unaongea pointi ambazo zinasuuza moyo wangu. Hebu nibusu kwanza kidogo. Kweli? Nakubusu. Wapi? Popote tu. Hapa ndio nikawaje. Sasa mbona tunatoboana? Ametoboka. Ile kama kuna msumari. Ametoboka. Kama kuna msumari. Hamna pusu mpya hiyo. Kwani ulishawahi kuipata toka umekutana na wa mtu? Sijawahi, lakini waga nalisikia London. Sasa tulali. Sasa na mimi unisindikize kwanza huku nikajiblekishe. Kabisa. Acha nikubebe. Twende. Nakujua wewe. Bila kuna nini? Tulali.
kweli, lakini mke wangu, hakuna tukio la msiba au kupotelewa na mtu ambalo limeniumiza kama la rafiki yangu Devi. Najua mume wangu. Devi alikuwa mtu wa watu na mara nyingi alikuwa anapenda sana kunielezea kuhusu future yake. Devi alikuwa hapendi kabisa masiara na utani wakati wa kazi. Alipenda sana Devi kusaidia watu, lakini inaniuma sana, maana mpaka sekunde yake ya mwisho ya uhai wake amepitia mambo magumu na mazito na hajaweza kufurahia maisha kama wengine ambao tunafanya. Hakuna kitu kama hiki maishani, kitapita. Sitaacha kukumbuka tukio hili. Na ni kweli unachosema mke wangu, lakini kama Mungu angekuwa anaweza kushuka na kuuliza kwa nini amefanya? Maana Devi hajafurahia maisha kabisa kama sisi tunavyofanya. Uwezi ukajua Mungu ana makusudi gani au anapanga nini, kwa sababu sisi tunapanga, lakini maamuzi yote na kila kitu kiko kwenye mikono ya Mungu. Kwa cha muhimu yuko kumilia, tutuone huko mbele itakuacha. Ya, ni kweli. Maana hata ukiangalia kwenye maandiko matakatifu, Mungu anatuambia tumshukuru yeye kwa kila jambo. Haina budi kushukuru kwa kila jambo. Imeniumiza mno na sitasahau hili tukio kama. Sema hivyo tunaomba kufunga. Na ni kama kazi ya Mungu ina makosa. Kazi ya Mungu leo haina makosa. Utakuwa ni kama tu unakufunga. Cha Mungu hapa ni tuombe dua, Mungu atusaidie tugange yajayo. Kwa sababu yaliyopita si ndwele. Lakini Mungu angeweza kushuka. Ningemuuliza kwa nini Devi kapitia yote mpaka akachukua uhai wake. We don't talk like that, my husband. Deep down me, I understand how you feel. Because any man in your position, any man in your shoes would have felt the same way. So just take it easy, let's pray and see what future holds for us. That's all I can say for now. Ya, ni kweli. Maana hata ukiangalia kwenye maandiko matakatifu, Mungu anatuambia tumshukuru yeye kwa kila jambo. Haina budi kushukuru kwa kila jambo. Basi kaoge si tukuandalie chakula. Sawa, asante. Nasikia unaongea maneno yote. Nikasema kumwelewa. Kwa nini? Ana pretend kwamba alikuwa anampenda nani, nafikia kule Devi. Hana lolote. Kwa nini? Kama kama umfahamu mke wako vizuri. Hebu tulia. Tutaongea hayo siku akiwa yuko sawa. Haya.
Senko. Ndio. Ni kijana ambaye nilikuwa nafanya kazi kwa Mr. David. Mzee, nimeambiwa kwamba wewe ulikuwa ukifanya naye kazi. Kuna taarifa ambazo nimekutana nazo. Sasa sijajua kama ni za kweli, nikaona ni vyema nije nikuulize wewe, pengine unipe uhakika. Eti mzee, hivi ni kweli Mr. David amefariki? Habari za Mr. David ni kweli. Leo ni siku ya 3 toka tumzike Mr. David. Mr. David amekufa kwa ajali ya gari. Au una kingine? Mzee, kuna nini? Nimesha kujibu maswali yako, nenda. Lakini mzee, sijui chochote mzee, kuna nini? Wewe nenda. Nenda. Saizi unajua kama nachelewa kazini. Fanya haraka, toka nimekwambia uje mpaka saizi saa ngapi, lakini muda wote unaniambia kama unakuja mpaka saa ngapi, mimi nazidi kunichelewesha. Lakini fanya haraka bwana, sikia siku kusoma kuja kunichukua hapa mpaka sasa hivi nakusubiria mpaka saizi uonekane. Yaani bora nimekuona mwanaume wewe. Hivi nyie mbona wabaya sana? Yaani nyie ni wabaya pamoja na wafanyakazi wenzako. Ndio nini kuniachia msiba? Hivi nyie ni wakutufanyia hivi sisi? Kakaangu amefariki, hata kuja kwenye msiba wafanyakazi wote hakuna. Mimi nimefanya nini? Umefanya nini? Umefanyaje ujui? Acha kujitoa fahamu wewe mwanaume. Yaani nyie ni wakuniachia msiba mimi? Najikuta mimi pamoja na familia yangu tu. Tena bwana, nimekuona wewe uende ukawafikishia wajinga wenzio hao. Maana mimi nawaita ni wajinga kwa sababu mmeniachia msiba mimi na mlikuwa bega kwa bega na kakaangu katika kazi. Lo! Yaani nyie hamfai msikitini wala kanisani. Natulizika sasa kwa taarifa yenu. Mlizana kwamba msingekuja tusingezika. Si ndio? Natulizika. Sasa mbona ungine unakaa unashangaa nini? Sikuelewi. Wenyewe wabaya. Tena hamfai msikitini. Vipi?
Senko mume wangu. Karunde mke wangu. Hivi unajua kuna fununu na mesikia hapa kwenye mtaa. Fununu? Zipi hizo? Yaani namesikia kwamba eti mzimu unaanza kuwafatafata wa mtu. Mzimu gani? Mzimu wa bosi. Habari hizo umezipata wapi wewe? Yaani hapa mtaani yamezagaa kabisa. Yaani wa mtu wamesema. Yaani hasa wa mtu wanaohusika wale warafiki wake wa karibu. Unajua hizi habari ni nyeti sana. Lia kunyetisha wewe ni nani? Acha kusema mambo za nyeti. Sasa kama ni kesi mimi ananihusu nini? Amekuwa kesi tena. Unafikiri kuna siri hapa kwenye dunia bebe? Lakini mke wangu Karunde, habari hizi unajua siweza kuzungumza kabisa. Za kukaa kimya kwa sababu ni hatari. Sasa kwani namemwambia nani? Si namekwambia wewe tu. Senko ni dangerous. Kwanza nasikia wale wa mtu ambao wanahusika ni warafiki zake wa karibu. Yule mne Kipala na mke wa Thomas. Yaani wanakimbia hadi miji zao. Unajua mke wangu hizi habari sitaki hata kuamini kwamba hata wao pia wanahusika. Senko. Lakini afadhali yangu mimi niliyekuwa ninaingia kwa bosi na kutoka na kufanya shughuli ndogo ndogo kama kukatakata nyasi, kukatakata maua. Lakini wewe uliokuwa unafanya kazi za ndani mle, kama unahusika na chochote kile, okoji juu. Stop talking about this. This is a problem too much. Mavizungu sasa hayo. Sasa umetaka naongee nini? Mimi kwa bosi nalijifunza mambo ya maana tu. Kiingereza. Kwani wewe ulijua I love you, I need you, I like you, I comment you. Na wewe kama ulihusika utakiona cha mtemangu. Na rampa chini. Yangu macho. Hata kama yako macho mimi hebu niache. Nitajitaja. Wapi sasa unaenda? Kwani hujui muda wa Baba. Jumbe. Unashtua hivi, unajua kuna pressure. Kwanza samahani kwa kutoa. Taarifa nimepata mzee. Sio nzuri kabisa kwa upande wangu. Taarifa gani? Huwezi kuamini David amefariki. David. My God. Na sio David, mpaka binti yake. Binti yake? Ni laana au ni dhambi? Kibaya zaidi. Nasikia mzimu wake unatokea wapi? Wale wote walifanya ubaya. Lakini mzee kama ulifanya ubaya, nimetekwa simu. Baby. Mimi sikufanya ubaya. Wala mimi sina nguvu nawe kabisa. Mwana unaongea na nani? Mimi si chochote David. Mimi sihusiki David. Yaani nisamehe tu bure. Yaani wewe bana tu. Bado ni rafiki yangu. Nisamehe tu bure. Mzee ndo anafahamu kila kitu kuhusu. Sawa, unaongea na nani? Subiri. Mwanangu, umepatwa na nini? Baba. Lakini tatizo kwa baba ushauriki mzee. Nilikwambia usimfukuze David. Lakini angalia sasa. Madhara yote yananikuta mimi sihusiki kabisa na matukio ya ofisini. Kwanza mimi simo kwenye ofisi yako. Wewe ndio ulinishauri nifukuze David. Sasa leo unanigeuka. Usinisingizie. Unaongea nini? Mbona sikuelewi? Wewe ndio ulinishauri kwamba nimfukuze David. Mimi mzee? Mimi nikakushauri kwa mzee usinisingizie. Mimi usinisingizie kabisa mzee wangu. Mimi siwezi kukushauri jambo kama hilo. Wala siwezi kukushawishi umfukuze David. Kwa nani anataka hizo tabu zote hizo? Mzee mimi siwezi kushauri jambo la wewe kumfukuza David. Kwanza mimi sihusiki.
Yaani nimeshangaa tu David ananifuatafuata mimi sasa. Yaani hapana. Kwa nani anataka hizo tabu zote hizi? Jumbe. Kumbuka kila unachokizungumza ni uongo. Unamsingizia mzee. Hapana. Unamsingizia. Unajua kwamba kila unachokizungumza ni uongo? No, David hapana. Hivi na matatizo gani sasa hivi? Yaani sikuelewi kabisa. Umebadilika. Tambua mimi ni mkeo. Tena tulifunga ndoa kanisani. Sasa jana kuna shida na wao. Lakini sasa hivi Mungu sikuelewi. Matatizo yako hutaki kunishirikisha mimi. Una nini mume wangu? Ndo kawaida yako lakini. Kila ninapokuuliza matatizo yako, unijibu chochote. Unabaki tu na kuniangalia. Sasa mimi naongea afu unalala. Ndio nielewe vipi? Kila tambua mimi ni mkeo. Leo ukieleza shida zako mkeo, utaenda kumweleza nani? Okay, fine. Kama unataka kuniambia. Good night. Hebu lala usiku sasa hivi. Lala. Lala. Usiku sasa hivi lala.
Nipe tu muda kama wa dakika 10 na kitu nitakuwa nishafika. Sasa sema tu kwamba ni Naenda wote. Subiri basi, subiri. Nini tena? Hebu tulia kwanza. Hebu tuliza moyo. Tunaenda wote, aidha tubaki wote ama tuende wote. Sawa. Sikiliza sasa, uko na mimi, hakuna kitakachotokea hapa cha kukuzuia. Siku zote unajua mimi ni mtu wa kukulinda. Ni mtu ambaye nimejitoa kukulinda. Nisikilize mke wangu, nisikilize. Haya sawa, tulia, sawa. Tulia. Kuondoka wote inawezekana na wewe kubaki inawezekana, lakini nisikilize. Muda mwingine mimi mke wangu nahisi hiki kinachotokea labda ni kwa sababu ni mtu ambaye tuliishi naye. Ubongo unarudisha picha mbele nyuma, unajichanganya, unaona kama ni kweli, kumbe ni kama labda ni imagination fulani tu. Kabisa hivi yeye mwenyewe. No, sawa, sikiliza. Basi. Sawa. Nisikilize, sawa. Twende wote, sawa. Tunaenda wote. Twende tukachukue gari yako ile. Hii gari tunajua na kusumbua. Twende kwa gari yako. Pole mtu.
kutafuta kwamba umekuja kukaa huku bwana. Sasa sikiliza. Nenda kamwambie Senko aniandalie gari. Mwambie aifute, aiweke sawa. Maana nataka nimwaishe mke wangu hospitali. Hali yake sio nzuri, anajifungua muda wote. Kalunde. Kalunde. Sinaongea na wewe. Aha. Bosi, unajua nalikuwa namejilaza hapa. Sasa nakaota ndoto mbaya kweli. Amenipelekea mawazo mbali. Nasikia hata akili yangu kuruka. Okay. Sasa fanya nilivyokuambia. Haya, nimekuelewa. Fanya nilivyokuambia. Senko? Mwambie Senko aisafishe gari yangu. Mwambie mke wangu anajifungua muda wote jamani. Senko boss. Atakuja kupata akili sasa zitakaa lini? Kuna watu wanaonekana kama punguani bwana.